Mtazamaji, karibu kwenye taarifa kamili. Naibu Rais Wiliam Ruto hii leo amezuru maeneo ya magharibi mwa nchi ambako amefika kuzindua mradi wa maendeleo katika kaunti ya Bungoma na Kakamega, kando na kuwahutubia wakazi katika kituo cha biashara cha Navakholo na Kolanya. Mapema leo alikuwa katika kituo cha mafunzo ya utabibu ya KMTC huko Kakamega. Neno ya taa uliweka hapa, na wewe umeweka hapa, umeweka mala, umeweka shanda. Kwa hivyo uhusiano ni mkubwa. Hii college umeweka hapa, najua hata watoto kutoka Mumias East watakuja fanya nini? Kujifunza hapa. Na kulingana na devolved government sahihi, health centers nyingi ziko lakini hakuna wauguzi. Ama namna gani? Sasa wauguzi tumepata suluhisho hapa, watakuwa wanatoka hapa na tunataka wale wanatrain hapa. Sisi wa Mumias East, wa Malaba na wa Navakholo tuweze kuonja ujuzi kutoka Navakholo. Jana nimetoka Lusaka kuwakilisha nyinyi kwa masuala ya Komesa, na nikawatetea kabisa mambo ya sukari na miwa kabisa. Mpaka kule Komesa imesema tunapewa extension ya miaka 2, yani kufunga soko letu, kulinda viwanda vyetu vijiimarishe, so that tusimwagiwe hapa na sukari kutoka mataifa ya Komesa, kwa sababu viwanda vyetu bado viko hali ya kutatanisha. Lakini hiyo miaka 2 inamaanisha sasa tujipange, reforms zipelekwe haraka haraka, viwanda vyetu viimarike ili tuweze kuinua uzalishaji wa sukari. Mimi naibu wa rais, mimi nikitafuta hii kiti ya gavana Kakamega hapa, nimetafuta mahali pesa shilingi bilioni 10.6 billion ya kurevive Mumias Sugar Company. Hiyo pesa naibu wa rais nataka utusaidie. Kuna wale walitoa sukari kutoka Brazil, raw sugar, hawakulipa ushuru. Kenya Gazette notice ya kulete hiyo sukari ili expire tarehe 3 August. Na hawa wakaingiza sukari mpaka September tarehe 10. From August to September, sukari iliingia at the expiry of Gazette notice. Napeleka kule mswada bungeni, wawe forced walipe 10.6 billion. Na hiyo pesa iende direct Mumias Sugar. Na nakuomba naibu wa rais, tusaidie ili hiyo pesa isaidie wakulima hawa wa miwa. Mwisho kabisa, mimi mnajua mimi niko upinzani, na mimi peke yangu ndiko upinzani hapa. Lakini mimi nikiangalia dalili, hatutaki kudrive hawa mama, hawa vijana kwa opposition. So mnasikia vile tunalimana kule? Hatutaki kuingiza opposition. Mimi napima hewa. Bahari kule imechafuka. Walianza na wetangula wakatupa nje. Na bahari kama imechafuka, si boti itasink? Mimi mnataka ni sink na hiyo boti kweli? Mimi najipanga pole pole na mheshimiwa Shali wangwe hapa, Rashid, hata wewe naibu wa rais, tunapanga pole pole, tunaleta wetangula, lazima na Musalia tuhakikishe jamii ya Waluya haiko upinzani. Sawa sawa? Yetu ya Mumias iko na shida kubwa sana. Na shida yetu ya Mumias sio shida rahisi na si kitu ya kuchukulia mchezo, kwa sababu tukichukulia mchezo, mama zetu hapa nyumbani, ndugu zetu hapa nyumbani, sisi ndio tutaumia. Tumeongea na naibu wa rais, alituambia tutengeneze proposal yetu, tulitengeneza. Na tutuma treasury, tumeongea na mwenzetu wa treasury na tumekubaliana ya kwamba kabla pesa ikuje Mumias, tuko na matapeli wakubwa sana katika kampuni yetu ya Mumias. Tumesema hao matapeli watoke kwanza ndio tuweke pesa yetu katika kampuni yetu ya Mumias. Tukianza na barabara hii yenu, barabara ya kutoka kule Kakamega kupitia hapa Navakholo kwenda mpaka Musikoma, hiyo barabara tumeweka pesa, tulikuja kuanzisha na contractor hapa, na mimi nakubaliana na nyinyi, huyo contractor amekuwa mzembe. Na kwa sababu ni contractor mzembe, nimemwambia waziri ambaye anahusika na mambo ya barabara ya kwamba huyo contractor ndani ya mwezi moja awe ameondoka na contractor mwingine apatikane wa kuweza kutengeneza hiyo barabara. Already we have issued instructions for the termination of his contract,
and a new contractor identified who will construct this road in time for the use of the people of this constituency and county. Kwa hivyo msikuwe na wasiwasi, ndani ya mwezi mmoja mtakuta contractor mwingine hapa ambaye atatengeneza hiyo barabara. Na mtazamaji, kumbe si navakholo, ni navakholo, ndivyo inavyotamkwa kule Bungoma, Kakamega. Na kwengineko ni kwamba maafisa wa polisi mjini Murang'a wamempiga risasi na kumuua mwanamke mkongwe wa umri wa miaka 70 anayesemekana kuhusika katika visa vya utekaji nyara katika kijiji cha Gathuku. Nyanya huyo anasemekana kuwa miongoni mwa wezi waliopigwa risasi baada ya kumteka nyara mwanawe Margaret Waithera siku ya Ijumaa. Aliyenusuriwa alisimulia kutekwa nyara na genge la majambazi alipokuwa akielekea nyumbani kutoka kazini. Maafisa wa polisi waliweza kumpiga risasi na kumuua, ambapo nyanya huyo wa umri wa miaka 70 alikuwa akimficha na kumlisha aliyenusuriwa. Let me fall in your hands. Nikatoa simu nipigie one of ile namba nitapata. Nikaona wamefungua kioo, sijui walifungua aje, ndiko inakuanga indajiroko. Hiyo simu I don't know where it is, nikaiweka chini ya gari. So akaniambia nitoke, nikawasudhi wasini, wakaniambia we are not killing you. Nikaigizwa kwa gari. And I thank God I'm alive. They have done nothing to me. I have not been left. I have not been touched. Kushaeleza chief na headman, kwa sababu wakati tulipata hiyo habari kuna nyumba inafungwa na kuna watu wanakujaga usiku. Tukaeleza hiyo nyumba wakuje tuifunguliwe tuone ni nini. Lakini hakuna action up to now imeshukuliwa. Tumefurahi sana kwa vile tumesaidiwa sana. Wezi wamekuwa wakitusubua sana, ndiko vile hatukuwa tumeweza kuwatabua vizuri eti ni wezi. Wamekuwa wakitusubua kutoka wakati tulikuwa tunasoma na wao, lakini mwishowe tumekuja kujua mkono wa serikali ni mrefu sana. Yeye mhusika aliyenusuriwa na wala si mwanawe wala mamake mshukiwa huyo. Tukisonga mbele ni kwamba shughuli ya kuwafurusha wakazi wa msitu wa Mau unachukua mkondo tofauti sasa baada ya mbunge wa Narok North Moitalel Olkenta kuwaongoza wabunge wengine wa mrengo wa NASA katika kumkashifu seneta wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen kwa kile walichokitaja kuwa ni kulipaka tope jina la kiongozi wao Raila Odinga kwenye shughuli hiyo. Haya matamshi yanajiri siku moja tu baada ya viongozi 11 wa eneo hilo akiwemo seneta Kipchumba Murkomen kufika eneo la Mau na kuwataka wakazi kurudi kuishi katika makazi yao waliofurushwa awali. Hapo jana wazee na vijana wa kaunti ya Narok walizua rabsha katika barabara ya Narok Bomet, wakiweza kupongeza shughuli hiyo na vilevile kumuunga mkono kamishna wa kaunti hiyo John Natembea, ambaye analaumiwa na baadhi ya viongozi wa mrengo wa Jubilee kwa kuweza kuendesha shughuli ya ufurushaji huo. Walipokuja hapa sio ati walikuja tu kivyao, walikuja kwa sababu serikali iliwatuma. Na tumesikia ya kwamba ati walipotoka hapa jana ati huyu commissioner anaitwa John Wafula Natembea. Natembea huyo. Ati anasema wakati ndege inaondoka na viongozi ati raia wafuate ndege waende Nairobi. Wananchi wote wenye wako chini ya ile cutline ya majani ambayo ilitangazwa na Rais Uhuru Kenyatta, nimeleta ujumbe kutoka serikali ya kwamba rudini manyumba yenu. Na kutoka kesho serikali italete mabati ya watu kujenga manyumba yao upya. Mimi nimeongea, sinataka nisikie mtu mwingine ataongea alitumwa na serikali kani. Huyu natembea hapa, ninataka kukueleza, you are not the first, you will not be the last. We are going to deal with you squarely, tranquilly, and we shall frustrate you, provided that we are working within the constitution of this country. Serikali yetu ya Jubilee imetupea locations ambayo saa hii tukiongea kuna location mpya hapa. Wacha niseme hivi, serikali tunaongea sauti moja ya kwamba mambo ya kunyanyaza wananchi imetosha. Na mtazamaji, tutakuletea sauti ya mbunge wa Narok North Moitalel Olekenta
muda si mrefu. Lakini kwa sasa tuangazie taarifa ya kutoka huko Nakuru, ambapo kundi moja la wakazi waliokuwa na hasira limefanya maandamano hadi katika kituo cha polisi cha Kabazi katika kaunti ya Nakuru baada ya jamaa mmoja anayeshukiwa kumbaka msichana wa umri wa miaka 15 kushikwa kisha baadaye kuachiliwa na polisi. Mtazamaji, inadaiwa kuwa msichana huyo ambaye ni mwanafunzi wa kidato cha 4 alitekwa nyara na jamaa huyo ambaye ni mwendeshaji bodaboda alipokuwa ameenda kinyozi katika kituo cha biashara cha Kabazi. Wakazi wanataka hatua zichukuliwe dhidi ya maafisa wa polisi katika kituo hicho ambacho wanadai kwamba hawajatekeleza wajibu wao vilivyo. Hiyo mambo wamalizia hapa kwa IP. Sasa wakati walikuwa wana kesi hiyo mambo, mimi na wenye tulimshika na yeye tukafukuzwa nje, wakaachwa kwa ofisi wa kikesi na hao. Sasa masaa ya jioni, wakati nilikuwa nauliza kuliendaje, nilipata kijana huku center anazurura huku. Sasa nikashindwa kweni kuliendaje, huyo mtoto wetu kweni ameadhiriwa aje alafu kijana ameachiliwa. Tumechoshwa na hawa officers wa AP kwa sababu wameturn these offices to be a kangaroo court. We have one of them amejifanya prosecutor. Mwingine senior sergeant Mwangi kazi yake ni kuambia watu waelewane ili pesa itolewe hapa kwa hii station. Kwa hivyo sisi tunasema hivi, haki ya huyu mtoto ambaye aliendwa na yeye na mzee mwenye familia na mwenye jamii, akaenda na yeye siku 3 kule Bahati. Tunataka haki ya huyu mtoto ifuatiliwe. Wale walipewa pesa hizo 8,000 ambazo walichukua wakapea mama ya mtoto 3,000 wachukuliwe hatua, na hatutaki shida itolewe hapa ipelekwe in another station. Tunataka achukuliwe hatua aende korokoroni pahali anapofaa kustahili kukaa na wale wengine ambao wako na tabia kama hiyo. Nasikia vibaya sana juu hiyo ni tabia mbaya yenye askari wamejiwekelea, badala walinde mwananchi wa kawaida wanaenda kuchukua pesa za mtu ambaye ana makosa. So ningeomba mkubwa wa polisi achukulie hawa askari adhabu kali na wapelekwe pahali panapostahili. Na maafisa wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC waliendesha shughuli ya uchaguzi wa vinara wa shule katika shule ya msingi ya Malindi Orphans, ambapo wanafunzi waliweza kupata viongozi wapya kwa njia huru na ya kidemokrasia. Kulingana na wasimamizi wa uchaguzi huo shuleni humo, shule hiyo itawasaidia wanafunzi kuweza kuelewa mifumo ya uongozi nchini na hata kuwafahamisha zaidi zoezi la upiga kura mapema maishani. Aidha, wanasema kwamba zoezi hilo ni muhimu sana katika kuondoa visa vya utovu wa nidhamu vinavyoshuhudiwa kote nchini ambavyo huleta ukosefu wa uongozi bora. Katika zoezi hilo, wanafunzi waliogombea waliweza kufanya kampeni kwa muda wa majuma kadhaa hivi kama viongozi wa kitaifa. Mwalimu mkuu katika shule hiyo Faisal Kipruto anasema kuwa waliweza kuwafunza na kuwaleta maafisa wa IEBC kufanya uchaguzi huo baada ya wanafunzi kuona kwamba ni vyema uchaguzi huo uongozwe na maafisa wa IEBC. Tusonge mbele, mtazamaji, ni kwamba mwenyekiti wa tume ya ardhi nchini Mohamed Swazuri amewahakikishia wamiliki wa nyumba katika eneo wanalopakana na barabara iliyopendekezwa kwamba watalipwa fidia kwa ubomoaji, kwamba wakazi hao wataweza kulipwa kulingana na mujibu wa sheria. Swazuri alisema kwamba ulipaji huo umecheleweshwa kwa sababu zisizoweza kuepukika. Akizungumza mjini Eldoret, Swazuri amesema kwamba wakazi hao watapewa pesa hizo punde zitakapopatikana. Haya yanajiri wiki moja tu baada ya baadhi ya wenyeji wa Eldoret ambao mashamba yao yako katika eneo hilo la ujenzi wa barabara kuweza kutaka tume hiyo kuweza kuharakisha katika malipo yao. Kuna shida kidogo ya mapeni. Okay? Tuko na shida kidogo ya mapeni which we are trying to sort out with the Ministry of Transport and Treasury. Otherwise, on our part, we are through with the schedules, we are through with the list of the people to be paid and even the values that we came up with. So, no, like sasa unajua mimi sitoi pesa mpaka na mimi nimeitisha sijaambiwa. And I think the issue is just like what we have with this issue of Marakwet, we are waiting for the financial year, which has just started. Today is 19th. So the movement of resources from Treasury to the users in government is taking time. Na mtazamaji, katika taarifa ya kutabasamisha ni kwamba sasa kuna kila sababu ya kutabasamu na kufurahia kwa baadhi ya wasichana kwenye kaunti ya Turkana baada ya maafisa wa serikali kuzindua mradi
wa taulo za sodo za bure kwa wasichana. Katibu msimamizi katika Wizara ya Huduma za Umma na Vijana na Jinsia, Rachel Shebesh, alizindua mpango huo huku akitaja umuhimu wa wasichana wote kote nchini kupata taulo hizo. Washikadau waliohusika wamesema kwamba viongozi wengine wanahitaji kujitokeza na kujitolea kuwasaidia wasichana, hasa katika sehemu za mashinani. Zaidi ya taulo 57,000 zimetolewa na serikali. Viongozi wa maeneo hayo wameonywa dhidi ya kuziuza taulo hizo. Wasiuze hizi sadari towel, kuhakikisha ya kwamba wanapeana ya mwezi kwa mtoto, ili mtoto msichana akae shuleni mwezi mzima, mola mzima, akifanya masomo na kusoma kama wale wengine. I want to thank the government for this program, very special program, and we want to promise that it's going to have a big impact in terms of enrollment increase and in terms of retention rates in schools. And today we are happy to have come to Turkana County with the women of Turkana County and the member of parliament of this constituency to launch the sanitary pad program, which is a program the government gives sanitary pads to these young girls from the time they are menstruating until they finish secondary school. We want sanitary pads with the girls, not in an office, not stored somewhere in a store, with the girls. So we are going to be giving them their sanitary pads for a termly, until they finish school. Na mamia ya wanafunzi katika shule ya upili ya Uhuru jijini Nairobi hawana makao kufuatia kuteketezwa moto kwa bweni lao mapema hii leo. Hakuna aliyejeruhiwa katika moto huo ulioanza mwendo wa saa 3 asubuhi. Tukio hilo la moto huo ulioteketeza vitanda na vifaa vya masomo katika bweni hilo ni moja tu kati ya matukio ya moto kwenye shule za bweni yaliyoshuhudiwa hapa nchini na kuteketeza, ambayo yanashukiwa kwamba yametekelezwa na wanafunzi kimakusudi. Yeah, thanks. Familia 4 kutoka Mombasa zaomboleza wapendwa wao waliozama na kupotea Jumatatu iliyopita kutokana na mawimbi makali walipokuwa wakivua baharini. 4 walifariki ila 2 wakaponea, na familia zinasema kuwa miili ya 4 hao bado haijapatikana, huku wanaanga wakitoa onyo kuhusiana na upepo mkali unaopiga sehemu kadhaa. Tobias Chanji anaripoti kutoka Mombasa. Mtaani Mkomani, familia ya Idi Juma Pasi inaomboleza. Marehemu Pasi alikuwa miongoni mwa wavuvi 4 waliopotea majini siku ya Jumatatu juma lililopita. Wengine ni Muhammad Harun, Ahmed Ali na Changawa, fundi wa boti. Mwajuma Athman ambaye ni mamake Idi Juma Pasi anasema kuwa hajamwona mwanawe hadi leo. Mpaka muda huu hatujamwona Idi. Kalala hapa. Kufika asubuhi angani pate zile habari pengine Idi ampatikana ufuoni, hatukuona. Asubuhi ile pia tukaamka. Nikaanzia Tamarin mpaka hapo hii bichi yetu hapa Mkomani. Karudi hatujamwona Idi mpaka muda huu. Matumaini ya mama mtu ni kuwa licha kukosekana kwa mwanawe hadi sasa hakuna baya lililotokea. Naona kama ambaye iko siku Idi atanitokelezea. Pengine amesukumwa na upepo, yuko mahali, mwanangu yuatata. Kwa siku Mungu atamrudisha. Na mpaka dakika hii mimi sijakata tamaa kwa ati Idi amekufa. Bado. Mimi namwatia Mwenyezi Mungu mpaka kufikia leo hii. Hivyo unavyoniona hivi. Mimi natoka kwenye compound ya showground ambapo mwanangu alikuwa akifanya kibarua, na mimi mamake mwenyewe huwa anafanya kibarua pale ndani. Wale walionusurika wakahadithia jinsi hali ilivyokuwa usiku huo na utaka kusahauliwa haraka iwezekanavyo. Kama saa 5:30 6 kasorobo hapa mlangoni ndio kulitokea hiyo accident. Boti ilipigwa na wimbi ikapenduka. Lakini sasa ile current vile ilikuwa inaenda ina drift boti, kabidi pia ilitoka upepo nayo. Ilipotoka upepo ikaenda chini. Ilipoenda chini kabidi sasa tuanze kuogelea. Mpaka tulipopigwa na hilo wimbi tukatawanyika. Sasa hapo kaa tunaitana majina tu. Maji yanakwenda lakini inabidi kumwita mtu jina
unamsikia anaitikia, mwingine anaitikia, mwingine anaitikia. Tukajaribu hivyo hivyo, sauti zinazidi kwenda mbali. Iliwabidi kuogelea kwa muda wa saa 9 minighairi ya giza na kuruka mawimbi makali na ya kutisha. Hata hivyo, wengine walilemewa isipokuwa Kimonge na Odhiambo ambaye anasema ilikuwa ajali kama nyingine yoyote. Baharini lazima nirudi kwa sababu hapa ndo mahali ninapopata riziki. Mahali ninapopata riziki ni hapa hapo baharini. Siwezi ogopa. Wanaanga wameonya kuchafuka kwa hali ya hewa na kuwa sehemu kadhaa zitashuhudia upepo mkali. Sehemu hizi ni kaunti za Kwale, Mombasa, Kilifi, Lamu, Tana River, Kitui, Garissa, Isiolo, Wajir, Marsabit, Samburu, Turkana na Mandera. Wakazi wametakiwa kuwa makini sana kuhusiana na uharibifu utakaotokea. Tobias Chanji, KTN News, kaunti ya Mombasa. Naam, tunawatakia ufaafu katika kutafuta mili. Ile shughuli nzima ile ni shughuli ya kuatoa moyo. Katika taarifa nyingine ni kwamba vita dhidi ya ufisadi vinaendelea kuzua tumbo joto miongoni mwa viongozi na ngome mbalimbali za siasa hivi karibuni, ikiwa ni ile ya Bonde la Ufa. Mbunge wa Pokot South David Kosing ameendeleza kauli za kuwa vita hivyo vinalenga jamii yao. Aidha, Kosing aliongeza kuwa vita hivyo vinalenga uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 kwa lengo la kuizima kurunzi ya Naibu Rais Wiliam Ruto ya kumrithi Rais Uhuru Kenyatta. Kenya ni moja na sheria ni ya watu moja. Kwanza sisi viongozi lazima tutetee Mkenya yule kawaida. Hiyo ni kama ni sisi wenyewe tunajitetea. Mimi siwezi unga mkono hata ikuja bunge na hiyo sheria haiwezi faulu. Sheria kama hiyo faulu. Tunataka tuseme ni nani ni shetani gani imeingia kwa security ambaye anataka kuaibisha nchi. Ndio nimesema labda kuna watu ambao hawataki hii big four yetu ya Jubilee ifaulu, ndio wanataka ku rock the boat, ndio sisi tuendelee na hii debate ya kusema corruption nini na nini. Alafu baada ya makatano tutakuwa hatujachivu ile Wakenya wanataka. Ndio nimesema sisi tunaangalia sasa, tumeenda behind them na kuangalia ni nani anatumia hii watu kutaka kuaibisha serikali yetu. Tuanziwe hiyo mambo ya lifestyle audit ili tuweze kujua ukweli ya kwamba viongozi ni wale ambao wanachukua kipaumbele kupigana na ufisadi. Kwa hivyo kwa mambo ya ufisadi nataka niseme kuwa viongozi wetu hapa katika kaunti yetu ya West Pokot kwa jumla tumejitolea kupiga vita mambo ya ufisadi. Na wanasema kazi bila pumziko huwa ni sumu. Nachukua dakika moja ama mbili mpumzike kidogo, usiende mbali na rejea na taarifa zaidi kwenye Mbiu ya KTN.